Ule mama anarukaruka amenyoa nywele, nsuka kama mama wengine. Tukuone na saluni huu unapiga hivi. Acha kunyoa ndio uumize wengine. Mama kama ako na nywele, akishika hapa anakumbuka ni watoto wake wanafariki. Lakini wewe umenyoa kama mwanaume, unaumiza watu. Shuka nywele. Na wewe ndio unafaa utoke before Muguze wa Meru. Acha kuingia kwenda mbali. Sasa hapa Meru na countries zingine watu wanalima na manyoya ya ng'ombe na mbuzi. Sasa wewe unatoa mtu juu ya manyoya imewekwa sijui wapi, uache yule watu wanakufa nyumbani. Uache yule ameshindwa na system ya education. Watu wako hawajui kazi yao. Mithika ameperform. Na mimi hata kama mimi ni mtu wa opposition napigana na serikali. Hapa ongera. President kana kijana yetu, lakini ujue tunakufa njaa. Tunakumbuka kazi za Uhuru tu. Nikizunguka mimi kazi ile naona ni ya Uhuru. Na yule anasema mimi nandanganya Mkenya. Nipie project moja ya president. Anawaambia Mandeni. Kila siku hii serikali ikizunguka tulikuwa tunaseti Mandeni na saa hii Kenya inaenda vizuri. Sasa ndio mlikuwa mnaseti imebaki ngapi tujue. Kwa majina mimi naitwa Mike Makarena. Nimekuja mbele ya Wakenya tena tumekaa. Lakini leo hii nimeonelea hata mimi kama Mmeru ama kama mtu ya opposition kuna wakati inafikanga unasimama na mtu wenu. Hii nimeona Mithika amepigwa left right left. Anapigwa sana sana na watu wale wako kwa ODM ama watu wa Azimio. Nataka kuuliza watu wa Azimio sana sana ukabila itawaiisha Kenya kwa sababu ya mapendeleo. Na ndio naambia Mmeru yoyote yule anafurahia ndugu yao wakati anatolewa kwa kiti kama hana makosa ajirundia akili yake si mzuri. Mimi ni mtu ya Azimio, mimi ni mtu ya opposition lakini si support hata kidogo Mithika atolewe kwa kiti yake. Kuna wengi ambao wako kwa hiyo sekta. Hata kwako kwa Mboma, uko na bibi, uko na watoto. Wakati ng'ombe imeibiwa utafukuza bibi? Unafaa ufuate ni nani aliiba ng'ombe. Anataka kuambia Njagi kwa Mboka. Wewe ni MP ambaye tukumeishi na wewe kwa Azimio. Before ufikirie kutoa Mithika kwa kiti, toa huyu mama wa Ministry of Health. Watu wanakufa asubuhi, mchana, jioni. Mtu wa mbolea ndio utaenda kukimbizana naye utoe kwa kiti ama ni yule watu wanafariki usiku na mchana? Huyo ni sister yako uongelei. Lakini watu wanafariki Mombasa, watu wanafariki Meru, watu wanafariki hata kwenu nyumbani, lakini hakuna mtu amekula mbolea atuache. Lakini kwa sababu mnadharau mtu anaitwa Mmeru. Na nataka kuambia Wakenya leo hii, Mithika akitoka kwa hiyo kiti, hakuna Azimio, hakuna UDA, sisi zote tutatoka kwa street. Sile Mboga Point zilipea Mithika hiyo nafasi. Kiti ya CS ni Wameru walipiga kura. Na walipigia Ruto. Na nikakubali kama mtu wa Azimio. Na hiyo nafasi wakati Mithika alipewa, hatujui wa Azimio, hatujui UDA, kitu tunajua tuko na kiti moja ya CS na tuko na kiti ingine ya interior yenye iko na Kindiki. Hizo ndizo vitu tuko naye kwa serikali. Na naitetea kwa sababu tunalipa ushuru. Hakuna ushuru yenye inalipo inaambiwa huyu ni wa Azimio, huyu ni wa UDA, na tunapongeza Mithika akiwa na hiyo kiti. Na nataka kuambia wale MP wameinuka wa Azimio, mnainuka ujinga. Inukeni huko kwenu. Mkosoa wale wenu wameua wa Kenya. Muwakosoa hao hakuna kitu wanafanya. Mithika kama kosa ni kidogo. Hatuwezi huwa mtoto kwa sababu ya siasa na tutasimama na Mithika. Na kuna mmoja aliniuliza mbona naongeanga peke yangu? Enda Meru ulize nani anaweza fanya maandamano maani solo kiwanja ijai hata kuliko ya rais. Kwa hivyo hii tumaongeo yenu mnaongeanga, mimi ni kiongozi wa kusema na kutenda. Mkiguza Mithika hivi ndio mtajua Meru itasimama tena. Lakini nataka niambie rais, wale watu wanakuchochea ndio walipanga hiyo fertilizer ifike hapo mahali iko. Mithika kwa miraa saa hii watu wanalipa wakulima wa miraa kutoka kwa opposition ndio waandamane Meru. Wanaandamana na yule anabeba miraa kateli ile kubwa inabeba na hii ndege inaitwa Bluebird. Sio Kopangi kutaja. Tuko na ndege inaitwa Rundufu. Akorende ndege yake ipakiwe Isiolo. Kwani hata sisi ni maskini tuko na ndege? Nani ajui? Inaweza beba miraa. Lakini kwa sababu barua sote sile minister kwa sababu ni Mmeru anapeana. Sile kwa sababu tuko na ambassador Mmeru Somali. Wa Somalia hawataki ndege nyingine iende kwa Somaliland.
Kwa hivyo tunaomba wewe unataka kupiganiza Wameru wagombane na Mithika, kwanza tusaidie kupata landing ya Somali. Wachana na hapa Kenya. Hapa Kenya tuko na barua ya Kenya. Tusaidie hata zi ndege zetu iwe ina landri, hata KQ ni ndege ya Wakenya. Inaweza enda pale ichukue miraa ama tuwaletee miraa kama zile zingine. Lakini iwezi enda. Halafu zi tunagonganizwa kama watoto hapo Meru. Wengine wanatetea miwa yao. President anaenda pale direct. Anasema mambo ni matatu. Na miwa inaanza kufanya kazi. President watu wameenda kwake tena, wamemulilia juu ya kahawa, amewatolea ile ndani walikuwa naye. Sasa sisi tukiongea kuhusu miraa, tunaanza kugombanizwa tupigane hapo nyumbani. Sisi hatutapigana na Mithika, tutapigana na Makatel na tupigane na wale wanapigana na Meru. Mithika ndio Meru, Mithika ndio mimi na wewe. Kama kabisa kweli ni serikali unataka kosoa sister yako. Nataka kuambia huyu Njagi kuamboka. Nilisikia wewe ndio uko na sauti na kofia kubwa ukutuzi wa Meru. Kosoa huyu mama. Madaktari za hii wanagoma, anatiza madaktari atawafuta. Kutoka tupate uhuru. Hatujawahi sikia mtu mwingine apei president advice. Anamwambia avute madaktari. Simuwavute. Kwanza waingie opposition. Tuwatoe. Na mnaenda. Futa madaktari. Walimu nao ndio hao wanakuja. Timu zinafuatana hivi. Na ningeomba hata mjaribu Meru tena. Sina mambo mengine mimi leo ni kuambia wa Meru sisi tusimame na mtoto wetu, na hata wale vijana wanatumiwa pesa kidogo, najua nani anawatumia. Na tunajua ni nini inaendelea. Mkipewa mnaandamana na mnarundi mnakula nyama vizuri, mchunge mmea yetu. Na miraa tunaomba rais. Saidia mkulima wa miraa vile unasaidia mkulima wa kahawa, vile unasaidia mkulima wa majani, na mimi sitakuwa hata siku moja kusema CS ndiye anaweza saidia mkulima wa miraa. Mimi namuomba rais na Gachagua. Nyinyi ndio mlichukua kiti. Sasa hivi wewe ndio uko rais, uko State House. Huyo mwingine ndio deputy president wako. Ingekuwa ni Raila alichukua hiyo ofisi, sasa hivi mkulima wa miraa angekuwa ametolewa Makatel mara moja. Nani cartel? Isipokuwa serikali yenyewe ndio inataka kuwa na cartel. Mumeru analia. Hakuna mtu Kenya, kila mtu analia. Kwani tutalia mpaka kaburi? Na niwaambie mimi siogopangi wakati naongea ukweli. Kwa hivyo tunasema mmea yetu ya miraa iheshimiwe, na kanda iheshimu, serikali iheshimu. Wale mnaita makateli nyinyi ndio mmewaweka, ndio unapata. Na nataka Wakenya waelewe kitu moja. Miraa si ati haina market country wide. Miraa tunapimiwa kama ni ndege wale wanataka tani 50. Tunapimiwa wanafikiziwa tani 10. Fote inabaki na iko nyumbani na tuko na miraa pale. Ndio wakienda pale wauze bei ya juu, ndio Mumeru akoze pesa awe zilepu kwa watu fulani. Sasa tunarudi upo hapa kuruzwa hivi kwenda mbele wakati ya uhuru. Si ati miraa imeanza hii mambo ya kateli za hii. Wakati ya uhuru walianza kuchunguza Munya akienda huku huyu anaitwa huyu wa nani Kiunjure anapelekwa hivi. Kwa hivyo tunaomba wakati wa miraa Mumeru asiambiwe apigane na ndugu yake Mithika. To focus. Kwa hiyo makateli ni wanaume wanakojoa kama nyinyi. Hakuna mwanamke ako pale si kama wewe anakojoa bila unakojoa. Kama ni kateli ni mandege ya wanaume, mseme ndio hii. Chani kuzunguka kwa nyumba zenu. Ni Mithika. Ni nani? Sema president asaidie miraa, deputy president asaidie mkulima wa miraa. Aongee na serikali ya Somali, serikali ya Somali tupe landing ndio hatuna. Babua siko. Kwa hivyo yule anazunguka Meru hapo akituzi Mithika wewe ni useless. Hakuna siku utasaidia mkulima wa miraa ukiongea hapo nyumbani. Toka town upambane na wanaume. Asanteni. Mheshimiwa, kidogo swali ya mwisho tu. Tumeona juzi Moses Kuria amekuwa kwa Mheshimiwa Raila na tunajua wamekuwa wakirushiana maneno ya kisiasa. Nadhani hiyo ni saini gani Mheshimiwa Moses Kuria kwa Raila? Hebu unaweza tu comment kidogo. Moses Kuria ni mtu yule mjanja. Ananyenyekeanga kiunjanja ndiye aweze yeye kusurvive. Kesho kuto Raila akipata kashinda Moses Kuria ndiye atakuwa wa kwanza kusema nilienda kwake kumsoma, nilienda. Wajua kuomba msamaha sawa. Wacha tukubali ameomba msamaha. Ni nini atasaidia naye bali aliharibu sasa msamaha peke yake? Mashabiki wa Raila kama mimi siamini hiyo ni msamaha. Hiyo ni kutuchezea akili. Na tumeona pia deputy president anajaribu kuomba msamaha kwa aliyekuwa rais
Maybe unaweza sema aje pia kwa hiyo. Ile ya deputy president mimi ndio nilimwambia, hata mimi niliongea, Wakenya wanajua. Nilimwambia nje ile inaweza msaidia ni kurudi kwa Mama Ngina aombe msamaha. Na before akuja kwa TV kwa maredio na nini, angeenda pole pole pale kwa mama, aende na wazee waongee, atoke na mama wakiongea. Mama akiwa hapa kando aongea, aseme nimeomba mama msamaha, tumesemeana na mama yangu na mambo inaenda vizuri. Lakini kwa sababu hata yeye ni Mkenya na kila mtu ako makosa yake, hata ile alifanya ni vizuri. Lakini namuomba Deputy President, si uliongea, jikaze ufike kwa mama. Usitumane, beba wazee wawili, chukua gari yako ama nduthi, enda kwa mama. Baraka ziko pale na uongozi yako. Na Mungu alaye, Mungu anajua uongozi ya Deputy President ndio watu wamuone kwa macho, itatoka kwa yule mama. Kwa sababu wao ndio walituzi mama, wao ndio walidharau mama. Sisi wenyewe tulikuwa tunapigania mama asituziwe. Hakuna mwenye ajui Kenya, tulikuwa tunapigania. Lakini Deputy President yako na haki na tunamuombea aende achukue baraka zake, kwa sababu kila mtu anachukua baraka. Lakini hizi za Moses Kuria ile ni njaro. Kwenda kwa Raila, hata wewe chukua mbuzi twende nikupeleke. Raila ni baba ya kila mtu. Unaenda kumwomba msamaha ukiwa unafanya meno hivi kinjaro, hakuna. Hapana. Raila sisi ndio tutakuwa tunamwambia hii msamaha ya ukweli, hii ni uongo. Moses Kuria alikuwa anaenda kutuliza njoto. Juu kuna kandi anataka kucheza. Unajua mimi najua Moses Kuria, siasa ya Moses Kuria naijua sana. Kwenda kwa Raila kuna vitisho. Alikuwa anataka kutisha hawa wa Mount Kenya. Unajua kuna Ndindi Nyoro kameinuka sana. Kuna hii ya Ndindi Nyoro ameinuka. Ameacha akina Moses Kuria huku umeisikia Ndindi Nyoro hata siku moja akituzi Raila? Umeisikia Ndindi Nyoro akituzi mtu yoyote? Anachezanga kandi yake chini. Sasa Moses Kuria wamekuja kugundua, hawa vijana wamekuja na system nyingine. Unapata Ndindi Nyoro wanakaa na akina Babu Owino. Unampata Ndindi Nyoro ako Nyanza, ako Kisumu, akienda Meru anachangiliwa. Huyo kijana watabeba mbuzi hata ng'ombe. Yule kijana ameanza kushikaniza wa Kenya. Na hiyo ndio siasa tunataka, kama hiyo ya Ndindi Nyoro na hii ya Babu Owino. Kama mnaamua tuache mambo ya wasee ile ya kupigana bure, tukae pamoja. Hata kama wewe ni waunda, wewe ni waazimio, tunapatana na agenda ya kusaidia watu wetu. Tukijua hapa kuna kitu tunasaidia community, tunaifanya pamoja. Hii ya kusema mimi ni waunda, mimi ni waazimio, ndio unaona hao vijana wameanza kuweza akina Moses Kuria. Sasa Moses Kuria na wafuata na hata wapata. Wale walishikana kama ngurupu na wameamua. Tulikuwa university pamoja na nitarudi hiyo university. Ndio wanatoa hii siri ya kushikana pamoja. Kwa hiyo Moses Kuria ako usiku, wale wako mchana. Mheshimiwa, tumeona mafuta imeshuka. Nadhani ni kipindi ama maisha imeanza kurudi chini. Wanasema mafuta imeenda chini, wewe imeenda chini, sawa. Haya, dola imeenda chini, sawa. Na kwako kwa mfuko njoo hizo vitu zote zimeenda chini, kuna kitu tuko naye kwa mfuko. Mafuta imeenda chini. Dola imeenda chini. Na kwa mfuko hakuna. Niwaambie ni nini siri? Wakenya hawajui. Serikali yenyewe ndio inanunua ile dola. Wamechukua pesa ndani mahali. Sasa wanatununulia hizo dola tumeweka nyumbani. Wanakujanga wanapandisha kitu na 200. Wanateremuza na 40. Hesabu hiyo mafuta siku hiyo mwaka moja wametukula wanakona bilioni ngapi? Ukiulizwa kwa barabara wametengeneza hakuna. Ukiulizwa madaktari wamelipa hakuna. Ukiulizwa tumbo zetu tumekula ni ya serikali hakuna. Mkojo tunakojoa ya serikali hakuna. Kwanza ukisema unakojoa mkojo ya huyu hakuna itoki. Mimi nakumuzanga hata mkojo na iambia kumbuka hata wakati ya Jubilee ndio inatoka. Hii hakuna kitu. Hawana. Yote ni yao kutuchezea country. Kama hiyo dola wamechukua yote Kenya mzima, wanataka wale walificha waogope ndio walete. Ikikaka. Na tunaambiwa tuombe Mungu. Wenye walikuwa wanaomba ndio wapewe kura, waombi sasa. Wanaanza kusema saa hii ni mambo matatu. Hebu niambie tulikuwa tunaomba mpaka saa hii mambo ni matatu, ukiongea uende mbinguni. Hii Kenya. Na unaona Wakenya wanapiga makofi. Lakini bahati mzuri, madaktari tuko na nyinyi, tunaingia na nyinyi kwa mgomo. Usitishwe, ni katiba.
Yule mama anarukaruka amenyoa nywele, suka kama mama wengine, tukuone na saluni huu unapiga hivi. Acha kunyoa ndio uumize wengine. Mama kama ako na nywele, akishika hapa anakumbuka ni watoto wake wanafariki. Lakini wewe umenyoa kama mwanaume, unaumiza watu. Shuka nywele. Na wewe ndio unafaa utoke before Muguze wa Meru. Acha kuingia kuenda mbali. Sasa hapa Meru na country zingine watu wanalima na manyoya ya ng'ombe na mbuzi. Sasa wewe unatoa mtu juu ya manyoya imewekwa sijui wapi, uache yule watu wanakufa nyumbani. Uache yule ameshindwa na system ya education. Watu wako hawajui kazi yao. Mithika ameperform. Na mimi hata kama mimi ni mtu wa opposition napigana na serikali. Hapo ongera. President kana kijana yetu, lakini ujue tunakufa njaa. Tunakumbuka kazi za Uhuru tu. Nikizunguka mimi kazi ile naona ni ya Uhuru. Na yule anasema mimi nandanganya Mkenya. Nipie project moja ya president. Anawaambia Mandeni. Kila siku hii serikali ikizunguka tulikuwa tunaseti Mandeni na saa hii Kenya inaenda vizuri. Sasa ndio mlikuwa mnaseti imebaki ngapi tujue. Mkisimama mtuambie mmeseti Mandeni, kujeni mtuambie mmelipa imebaki 5,000 ndio tunaendelea kulipa. Si kutuambia tumelipa Mandeni imeenda chini, tuambieni mlipata ikiwa 10, tumelipa imebaki 6. Na hiyo ndio tutalipa mpaka wakati fulani. Lakini hiyo watu wamesoma hii story zenu tumeanza kuwajua. Sukumeni muende, sukuma. Hiyo ndebe mnasema mko na ujanja ya kuiba, Wakenya wamesema hakuna kura itakuwa kwa ndebe yenu. Uone kama utabeba ya yule mwingine unjiwekee. Nafurahia Wakenya wamechanuka. Nina swali tukimalizia. Juzi tumeona President ameenda Nyeri na akasema sasa mtu akigongwa na ndovu atakuwa analipwa milioni 5. Unaona ni ukweli ama ni PR tu anajaribu kutengeneza? Nakuuliza, mpaka watu wagongo na ndovu ndio wasaidike kwa hii serikali? Yaani mtu president anasimama anaambia watu wa Nyeri pale, mtu akigongwa na ndovu atalipwa milioni 5. Lakini kuna watu kwa hiyo anawaambia wanafariki kila siku. Hiyo hospitali ilikuwa nesti hapa akiongea. Madaktari wamegoma. Watu walikuwa wamefariki 15 na wao watalipwa na nani? Na niambie watu hiyo yote president aliwaambia inaitangwa zilizopendwa. Milioni 5 upewe na nani? Serikali. Hata Wakenya nao nini? Ulipo na nani 5 million? President alisema na alitoka kwanza wale waligongwa jana jaribu. Hata kuapply uifikie. Upate kulipo utakuwa wewe umeenda miaka yako. Kama wale waligongwa na ndovu angesema, wale waligongwa na ndovu wote wamezaa lipo pesa yao. Juu kuna kesi ziko kotini na wameshinda. Sasa tutangoja wale wamegongwa na kuna wenye wanakaa kama Makarena. Juu ya ndovu wengine walifariki wakaacha watoto wao. Kwa hivyo vitu vingine ile president anaongea tunaheshimu ofisi yake. Lakini mambo mengine mpaka hata yeye tumkosoe kuna mambo iwezekani. Saa hii mkulima wa majani hakuna anaanza kulia. Mwalimu analia. Mkulima wa miraa unasikia ndio huyo analia. Saa hii madaktari ndio hao wanalia kila siku. Hiyo pesa inangojea ndovu igonge mtu siipewa hao madaktari Warundi. Simple. Na watu wasione kama tutaogopa saa hii Wakenya wanaumia. Asante, swali yako nimekujibu.